Tunawasalimu katika jina la Yesu. Tunawapenda sana. Karibuni tubarikiwe sote. Pause. Jesus Generation inawaletea Yoshua 6:1-20. Kuta za Yeriko zilianguka chini. Karibu. Wow, God bless you. Akapewa kuwaongoza wana wa Israeli baada ya mtumishi wa Mungu Musa kufa. Basi Yoshua akataka kuingia mji wa Yeriko, lakini ukawa kuna futa mkubwa umewazuia kuingia. Wakahuzunika sana, wakashindwa wafanye nini. Ikawa Yoshua alipotazama mbele, akaona mtu amesimama amebeba upanga mkononi mwake. Yoshua akamuuliza yule mtu, "Je, wewe upande wetu au upande wa maadui zetu?" Haya, hivyo ndo kunaendelea. Yule mtu akasema, "La hasha, mimi ni komando wa jeshi la Bwana, nimetumwa kwako." Joshua akaanguka miguuni pake, akasujudia. Kisha akamuuliza mtu yule, "Hivi bwana wangu aniambia nini mimi mtumishi wake?" Huyo komando akamwambia Yoshua, "Vua viatu miguuni mwako, because umesimama mahali patakatifu." Yoshua kwa kutii akafanya hivyo. Je, sisi leo tunatii? Sijui. Wow, hivyo ndo kunaendelea. Basi kwa mji wa Yeriko ulikuwa umejengwa ukuta mrefu kwa sababu ya Waisraeli. Hakuna aliyeingia wala aliyetoka. Bwana akamwambia Yoshua, "Tazama, nimeutia mji huu mikononi mwako. Only that follow my instruction." Kisha akapewa maagizo haya. Maagizo ni muhimu sana kuyafuata. Akaagizwa kuwa yeye na wana wa Israeli waende kuzunguka mji wa Yeriko mara moja kwa siku 6. Then siku ya 7 wazunguke mara 7, wakiongozwa na makuhani 7 wenye kubeba tarumbeta 7 za kondoo waume mbele ya sanduku hilo la agano. Kanisa, hebu oneni makuhani 7, tarumbeta 7, pembe 7, kondoo 7, kisha wazunguke mara 7 siku ya 7. Je, kuna siri gani ndani ya namba 7? Wow, iko siri katika hiyo namba. Ndipo Yoshua akafanya kama alivyoagizwa, akachukua watu wenye silaha mbele, wakafuata na makuhani 7 waliobeba tarumbeta 7. Kisha likafuata sanduku la agano la Bwana, na hao waliokuwa nyuma walifuata hilo sanduku la agano. Wakazunguka mji huo mara moja kwa siku 6. Then what happened? Simanya anasema hajui kuliendaje. Hata ilipofika siku ya 7, Yoshua aliamuru wazunguke mji huo mara 7, early in the morning. Hao wakazunguka kwa vishindo. Makuhani wakazipiga tarumbeta zao. Watu wakapiga kelele kwa sauti kubwa, "Ayo!" Then ukuta wa Yeriko ukaanguka chini. Haleluya! Jamani, kuna siri ndani ya kumpigia Mungu kelele. So piga kelele leo kwa Mungu. Wow, piga kelele kwa Mungu. Kuna siri ya hizo kelele ukimpigia Mungu. God bless you. Zaburi 100 inasema, "Mfanyeni Bwana shangwe dunia yote. Haleluya!" Kelele zetu kumbe zimebeba ushindi, uponyaji, msamaha na mifano na kila kitu tunachokata. Did you know that? Therefore, my dear, piga kelele. Wow. Kipofu Batimayo, mwana wa Timayo, aliposikia Yesu anapita, hakunyamaza. No. Alipiga kelele, akasema, "Yesu mwana wa Daudi, nihurumie, nataka kuona." And yes, aliweza kuona. So, my dear, piga kelele. Wow, ataipasua hiyo mic. Yaani amepiga kelele zote. Kishindo cha wale mabazenga wanne wenye ukoma kiligeuzwa kuwa kelele za jeshi kubwa. Kusikia vishindo hivyo, jeshi la Washambi lote pia likasema, "Majamaa wa ukoma bila
wakala vinono na mapochopocho hadi wakashiba. Wait my dear, piga kelele leo, okay? Wow, yani stress free. Wakaingia wakakula. Mtume Yohana akiwa kwenye kisiwa cha Patmo alisikia sauti kubwa kama baragumu ikinguruma. Sauti ya simba wa Yuda ambaye akinguruma. Mambo yanachange. How now? Oh, this way. Akinguruma simba wa Yuda ambaye ni Yesu Kristo. Kuta za uchawi, umaskini, kubackslide, kuonewa na kila aina ya dhambi zinaanguka chini. So, my dear, piga kelele. Kelele zako siko chini ya mkoo. God bless you, God bless you. Haya, kumbe kelele zetu zimebeba deliverance. Sasa basi, wana temple, kila mtu simama. Tupige kelele leo ili kuta zianguke. 1, 2, 3, let's go. Kila mtu simama. Piga kelele, wanasema kila mtu asimame, maagizo lazima yapatwe. Na upige kelele hizo kuta zianguke. Hizo kuta za mizimu. Katika jina la Yesu.